Orano seneta wa kaunti ya Busia Mheshimiwa Okiya Omtata. Niungetwa mwiti mashinani na ningetwa Kaurio Mathuka muthikiria twitete na mbere na kumurika siasa cia nthiguru Kenya na muno national politics. Bwana Senator, Yes. turudi tena na Wakenya wanasema ya kwamba mtadivide kura between you Matiang'i wenye wameshajitokeza eti wanataka kiti ya president 2027 na wenye lengo lao ama your goal ni kutoa President William Ruto kwa kiti kwa 2027 elections. Wanasema mtadivide kura between you Matiang'i na Kalonzo, na kupitia hiyo ninyi kudivide kura Ruto apite katikati yenu. Na kuna rumors tena eti mnaweza form a coalition between you Rigathi Gachagua na Tebea Matiang'i. How true is the rumors? Well, kitu cha kwanza ni mapema kwanza kuongea mambo ya coalition. Na coalition inaweza kuundwa kwa wakati wote. Wakati wa sasa kwangu ni kuuza sera sio sura. Ni kuuza sera. Yes. Unajua watu wengi wanauza sura kusema hapa ni huyu ni kutoka pande hii, huyu na kutoka pande hii, na kutoka pande hii, kwa hivyo tumeshikana. Yes. Tuko na uso ya Kenya. Hiyo sio hiyo. Jambo ni kuuza sera, tujue kwamba shida ya Kenya ni gani. Na mimi langu ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza katiba. Yes. Na kama kuna mtu atajitokeza na awe na kweli mtu anaaminika, atatekeleza katiba. Yes. Atatafuta madeni yenye imeibiwa, pesa imeibiwa, nimewekwa ng'ambo na watu wanatembea hapa wanajifanya matajiri. Makampuni zimeporwa. Yes. Tunajua nani amepora. Wananchi wamepata umaskini. Yes. Kama utapata mtu mwenye ako na uwezo wa kufanya haya, mimi mtamuunga mkono. Yes. Lakini sasa msitaunga mtu muoga mkono alikuwa alafu aingie pale aanze kutoroka wao watu waendelee kujisimamia. Yes. So jambo muhimu ni kwamba sijaona sera ambayo naweza kusema huyu ana sera ambazo zinalingana na zangu. Sasa hii naona tu watu wanauza sura. Yes. Sisi wengine tuna sura mbaya, tukijaribu kuuza sura yetu mambo itaharibika. So wale wenye sura nzuri wacha wajiuze kwanza sura zao. Wakianza kuuza sura labda tutafika pale ya sera, labda tutaelewana kwa sera. Yeah. Wakati mheshimiwa unasema ukiona mtu mwenye ako na sera zenye wewe unataka za kulinda katiba unaweza muunga mkono. Unataka kumaanisha mheshimiwa wewe utafika kwenye debe ama? Sio atafika kwenye debe. Kwanza nilikwambia nilichagua group ambayo inaongeza na Mary Gathoni. Yes. Ya inazunguka inasikiza ground. Kenya isikize ground kama kweli hii msukumo ya watu kuniambia nisimame. Yes. Una msingi. Na kama una msingi watu wanataka nini? Yes. Kwa sababu tu kufanya tu mtata president sio mwisho wa vita. Yes. Labda inaweza kuwa mwanzo. Lakini vita ni gani? Nataka nijue ujuzi walikuwa kwa Masai, wakawaambia vitu zao, wanaenda I think wiki inayokuja watakuwa upande wa Central. Wanazunguka. Yes. Baadaye wataletea report kusema hii jambo vile tumeona ground. Wewe watu wanaweza ukapata. Wakiniletea report kama hiyo tutakagua. Wakiniletea report kwamba unaweza na sera ndio hizi ambazo watu wanangependa ufanye. Sasa tutaunda sera zetu na tuweke kwenye meza. Na tuambie hao watu kwamba mwenye alimeza vidonge vya wananchi ateme. Sera zetu ndio hizi. Ukipata mamlaka unataka wafanye hivi. Kitu kama hiyo ya treasury. Kugawa treasury kutoka kwa Ministry of Finance na Treasury. Yes. Vitu kama hizo. Ningependa kuweka chini labda hata tukiongea mtu akija pale tuelewane ati tutafanya hilo. Sio tu kutoa Ruto. Baada ya kutoa Ruto tunafanya nini? Yes. Hatutaki kutoa Ruto hadi turudie. Tulisema tunatoa Moi. Tulitoa. Mbona tunalia tena tunalia Moi? Yote inawezekana bila Ruto. Tunataka tuende kwenye msingi wa shida zetu. Tutekeleze katiba. Tuunde zile taasisi ambazo ziko kwenye katiba. Kama judiciary. Unaonanga sasa ile Martha Koome sio Martha anaitwa Martha Koome. Anaenda mara kwa mara kuomba pesa kwa rais. Na yeye ni mkubwa wa department ya judiciary. Ni yeye mamlaka yake na rais ni moja. Lakini yake ni judiciary. Na huyu anasimamia. Sasa naona huyu anaenda kuomba. Kwa sababu nimemwambia rais ameshika pesa yote. Na ndio maana tunataka tuvunje hiyo kitu. Yes. Tusipovunja hiyo kitu
tunaharibu wakati. Yes. So rais asiwe na nguvu ya kukanyaga watu wengine. Kuna ile judiciary fund. Yes. Tuiweke pale. Tujue kwamba percentage fulani inaenda kwa judiciary. So Chief Justice hasisumbua wakati wake akitafuta president, anajua pesa yake imewekwa na parliament. Yes. Ndio maana nimekuambia design ya Kenya ni parliament iwe boss. Yes. Upande wa pesa, upande wa nini? Lakini limepinduka siku hizi president ndio boss. Yes. Lakini anatumia ile kasumba ambayo ile kasumba ni ile kutotenga Yes. treasury na Ministry of Finance. So treasury imekuwa kama pocket money ya president. Sasa ako na pesa ya kuharibu, Yes. ya kufuruga watu. Ananunua watu vile anataka. Yes. Na hiyo ndio inaangamiza watu. Na hata akifanya maneno mazuri, akitumia ile pesa bila kufuata budget, anaandamine wabunge. So lazima wabunge wao wapige magoti ndio waweze kufanyia watu wao kitu. Yes. So lazima tuangalie hilo neno. Na mimi mtu akija, si mimi atanataka kuwa president, lazima akubaliane na mimi. Yes. Akikubaliana na mimi na mtu mzuri nitamuunga mkono. Lakini bure heri nisimame peke yangu. Siko tayari kuwa wanasema siwezi kuwa, unajua mimi ni mamba. Yes. Siwezi kupatikana kwa msafara Burukenge. Yes. Yeah. So lazima iwe mamba ndio Yes. tuingie kwa hiyo msafara. Yes. Lakini kama ni Burukenge, mamba itabaki peke yake. Na senator juzi pale mashinani, few days ago president wa America announced that America imejitoa kwa World Health Organization. Na bearing in mind that America they were the biggest funders, then government ya Kenya imeanza kucomplain juu ya hiyo kitu, hiyo funding ya dawa za ukimwi, malaria, TB. Then we saw the former president Uhuru Kenyatta akiambia government of Kenya na other African countries that that was a wake up call ya kukumbuka that they should fund themselves kupitia taxes zao. Uhuru alitawala hii nchi miaka 10. Alikuwa anafanya nini? Anaomba. He did not wake up that time. Yes. Sasa ndio anaanza wake up leo na bibi. Unajua tunapenda kucheza Kenya hii. Uhuru anaongea ni kama hakuwa president. Yes. Alikuwa president for 10 years. Na chini ya mamlaka yake. Yes. Shilingi trilioni 4.6 ya madeni. Haijulikani ilienda wapi. Yes. Tayari kwa Ruto ni trilioni 2.4 imeporwa. So watu wasiongee ni kama Hawako hapo. ni wageni Jerusalem. Si wageni Jerusalem. Hao ndio wamejenga temple ya Jerusalem. Si wageni. So ndio ukweli ile anasema ni ukweli, lazima tuanze kuwajibika. Lakini bila aliiweka, alikuwa anaongea ni kama hajakuwa rais wa Kenya. Angetuambia si mimi nilipokuwa rais nilileta mikakati za Kenya, niliwacha Kenya kama imejisimamia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Kibaki aliwacha Kenya kama imesimama. Uhuru na Ruto wakaibomoa. Na Ruto anaibomoa zaidi sasa. So huwezi wakatudanganya. Yeah. So kila watu waajibike, tuache kudanganywa. Na Wakenya tunajua na kuwa na memory fupi, tunadanganywa. Ile deni ambayo imetuletea shida zote. Yes. Ya Uhuru ni trilioni 6. Nini? Kuanzia tupate uhuru kufika wakati Uhuru aliingia, tulikuwa na deni ya trilioni 2.7. Saa hii wakati Uhuru akitoka tulikuwa na karibu ya trilioni ngapi? Trilioni 10. Ilikuwa imepanda. Saa hii iko trilioni 12. Ukiangalia hiyo pesa, uangalie uchumi, uone hiyo pesa penye imeingia kwa uchumi. Yes. There's no impact. Na hiyo pesa mingi kati ya hiyo pesa walikuja wakabadilisha sheria, wanakopa madeni, wanaificha nje. Na ile na katika huu mwaka kuanzia Uhuru aingie mpaka saa hii mwaka jana tarehe 30 mwezi wa Novemba, ile deni tumekagua ni kwamba bunge yenyewe ili approve trilioni 2.2 peke yake. So unatakana tuwe na deni ya trilioni kama 5. Lakini tumelipa trilioni 8 kwa kulipa ile deni ya trilioni 5. Na bado tuko na deni ya trilioni 11. Unaona? Hiyo karata lazima tuitatue.
hiyo karata lazima tuitatue. Yes. Na hatutaitatua bila kufanya uamuzi, kuamua maneno magumu. So wewe nakubaliana na Uhuru, tusimame, tujisimamie. Yes. Mumesikia wakina Mbadi, hata Uhuru mwenyewe alisema, hata Juice Mbadi alisema ati kila siku Kenya inapoteza shilingi bilioni 2. Yes. Hiyo si pesa, sio loose change. Hiyo pesa ikirudi Kenya hapa hatuhitaji World Bank. Yes. Na niko kuambia kuna hesabu nimefanya, ile pesa mzungu analeta hapa ni kidogo sana. Yes. Ile pesa inatoka hapa inashinda mzungu karibu mara 10. Yes. So ni sisi kuamua kwamba mali ya umma lazima iheshimiwe. Na anayecheza nayo akabiliwana kisheria. Na hii Kenya itasimamia, tuna mali nyingi sana. So tusidanganyane. Trump mimi anafanya jambo nzuri. Wacha tukiumane. Tujisimamie. Okay. Asante mheshimiwa. Mimi niko na maswali matatu. Na nitakuuliza yote. Sio ile mama matatu ya mtu yule mwingine. Yangu ni maswali. Yake alisema mambo ni matatu. So yangu ni maswali matatu. Na nataka uijibu pamoja kwa sababu muda wetu umeyoyoma. Swali la kwanza. Mheshimiwa Senator, nimeona miswanda mingi ikienda kule Senate unaiangusha. Mswanda wa kwanza, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kabisa kabla ya mtu mwingine kujitokeza na kusema finance bill si mzuri. Number 2, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakati alikuwa anaimpichiwa, mswanda ukaletwa Senate, wewe hukupatikana ukipiga kula. Number 3, tumeona mambo mingi ukikataana nayo na mengine tunaona unakimbia kotini. Jambo la pili ama swali la pili, President William Ruto amekuwa na ziara ya kimaendeleo kule Western. Tumeona viongozi wengi wa Western wakiongozwa na governor wa county ya Trans Nzoia Natembeya wakisema president ile miradi alienda kufungua kule ilikuwa inafaa mtu kama yeye rais kwenda kuifungua, kwa sababu kama ni bonus sio kitu ya kwenda maybe ku hand over kwa wananchi, wanafaa tu wapewe mara moja. Number 3, naibu rais aliyekuwepo aliondoka. Kwa sasa tuko na mwingine mgeni. Unaona kama juu president alisema shinda yake ilikuwa naibu wake wa rais, wakati huu kwa sababu ako na mwenye wanasikizana, unaona kama Kindiki atasaidia rais kuendelesha Kenya mbele? Labda nitaanza na hiyo. Ombi langu na kila siku nikisoma rosari yangu huwa namuombea President Ruto na serikali yake iweze kufaulu, kwa sababu hatuwezi kupoteza hii miaka mitatu imebaki. Na ninakwambia Ruto akifuata sheria, atende mazuri mema, hii miaka mitatu ambayo imebaki Kenya itapumua. So Kindiki ndio ameenda, na kama Kindiki kuungana na Ruto itasaidia Kenya kusimamia uchumi wa Kenya uiboreke, tunaomba hilo litendeke. Yes. Kwa sababu hakuna kitu muhimu kama hii nchi. Yes. No individual is important, not Omtata, not anybody. Yes. Lakini wakitenda mambo mazuri, dola liimarike. Yes. Furani yetu sote. Kabisa. Sio kicheo mtu anakalia ati Ruto amekalia. Hatutaki Ruto aanguke ndio yeye rais kuwa, ndio sisi tupate nafasi kuwa rais, hapana. Tunangependa Ruto afaulu na tusiwe na sababu ya kutafuta kuwa rais. Yes. Kwa sababu amefaulu, amefanya kazi mzuri, na ninaomba hata saa hii Mwenyezi Mungu amsaidie Ruto na serikali yake waweze kuona malilio ya Wakenya, wabadilike, wafate sheria, watende mema. Saa hii hakuna kitu kinazuia Ruto kutenda mema. Hilo likitendeka, Wakenya watapumua. Na sisi wote tutafurahi. Yes. Hii mambo mengine ya kulazimisha watu kuishi kama maisha ambayo haeleweki, ushuru ambao haeleweki. Mara kila mtu amenyang'anywa, mpaka jeshi juzi wamenyang'anywa lunch yao, na polisi ni nini, askari polisi wengine wanakaa kama umbwa kwa nyumba za sijui za farasi. So mimi ningeomba sana hii, kama kweli Rigijindi alikuwa shida ya Ruto na sasa amepata Profesa Kindiki ambaye ni rafiki yangu na ni mtu mzuri, wafanye kazi, wafanyie Wakenya kazi, Yes. tuweze kupumua.
Sisi wengine ni waandishi wa vitabu, na twende tuandike vitabu. Yes. Tunataka kwenda kuandika mashairi. Na hatutaki kuongea siasa. Yes. Lakini wasipotenda kazi nzuri, lazima tuang'oe. Yes. Lazima tuang'oe. Na wale wenye wamemeza mali ya umma wataitema na ulimi na meno. Yes. Hatutacheka na watu. Jambo la pili, mambo ya bonus. Kwa dakika kidogo sana mheshimiwa, juu masaa yetu imeisha. Okay. Bonus haikuwa kazi ya rais, lakini anawananga kila siku, karibu baada ya kila mwezi mbili anaenda Busia, kila mwezi mbili, na siweni Kenya analeta ukata. Sasa siku hizi siendangi meeting zake. Mambo ya impeachment ya Rigiji ilikuwa kitu ambacho hakikufanya kulingana na sheria. Sheria ilitaka kwamba ule mfumo wa kuimpeach president ubadilishwe kwa njia fulani ndio tuweze kuimpeach Rigiji. Lakini hatukufanya hivyo. Tulimpeach Rigiji ni kama ni president. Rigiji alikuwa tu raia wa kawaida ambaye anaweza hii mashtaka walikuwa nasema ingepelekwa kwa polisi ishughulikiwe. Na tena pesa ilitumika kumngatua. Watu walilipwa pesa kwenye bunge. Jambo la tatu, ila mwisho sasa la finance bill. Hiyo finance bill ilianza kupigana naye 2016. Mambo ya kutumia finance bill kuibia wa Kenya. Sijui kama mnakumbuka, kulikuwa na wakati bidhaa zilikuwa zinapotea around budget time, na wakishasoma finance bill zinarudi na bei mpya. Mwaka wa 2018 nilienda kotini nikaharamisha hiyo sheria. Ndio wakasema finance bill lazima ingie bunge iwe debated ndio hiyo sheria. Na tumeendelea kuipiga vita na kuongelea watu, na nimekubali, nimefurahi kwamba watu wameshaelewa. Na hata sasa nimeona ya 2025 watu wameanza kuongelea. So mimi ninafikiri kwamba tumefika wakati ambao Wakenya wameanza kujua kwamba ushuru wao ni mali yao, si mali ya serikali. Yes. Ni mali ya watu ambao wanalipa ushuru. Na lazima pesa za umma ziheshimiwe na kila Mkenya apate nafasi yake. Iwe ndogo iwe kubwa, ni haki yake, wacha apate. Asante mheshimiwa, juu ya muda wetu umeomba. Usemi wako wa mwisho kwa Wameru tukiondoka. Ameru kwa na damu ya Maumau. Hao watu hawatatoboa, Wameru watawang'oa. Wameru hawapendi, mimi napenda Wameru, hawapendi ujinga. Na sidhani hii serikali itapata kura Meru. Yes. Hata walete nani, isipobadilika, Meru atakuwa kwanza kung'oa hii serikali. Yes. Asante sana mheshimiwa, ukirudi tusalimianie Busia. Haya. Amen. Asante. Muthikiria ibwe gato kuri